majicho ndani ya mwaka ongezeko. Ongeza sauti yako kwa ushindi. Sema imani kama jicho ndani ya mwaka wa maongezeko. Imani kama jicho ndani ya mwaka wa maongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunafahamu kabisa kwamba imani kwenye kitabu kile cha Ibrania ile sura ya 11 na ule mstari wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ibrania sura ile ya 11 na ule mstari wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa pili anasema, maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Mstari wa tatu anasema, kwa imani tafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Nasoma katika tafsiri ya neno ya mwaka 2014 mstari wa 3 wa Ibrania 11 mstari wa 3. Nasoma kwa tafsiri ya neno. Hii ni tafsiri ya neno. Nitasoma hapa. Biblia inasema hivi. Ibrania 11 ule mstari wa 3 anasema hivi, kwa imani tufahamu. Anasema kwa imani sisi tunafahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, vitu vinavyoonekana kutoka vitu visivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Nilikwambia imani ni uhakika, ni kuwa na uhakika. Unaposema kuwa na uhakika, maana yake umekiona kitu alafu una uhakika nayo ya kwamba ni uhakika. Bwana Yesu asifiwe. Ni uhakika. Ninaposema ni uhakika, maana yake kitu kimeonekana dhahiri, kitu nimekithibitisha ya kwamba kitu hichi kipo na kinatokea. Ndio maana ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza leo kwa habari ya imani kama jicho ndani ya mwaka wa maongezeko. Tumetangaziwa hapa ya kwamba ni mwaka wa maongezeko. Kuna mtu asiyejua kusoma, labda tumsomee. Basi kwa faida asiyejua kusoma, naomba wote tusome hapa kwenye bango maneno makubwa yale, mwaka wa maongezeko. Naomba tusome wote kwa pamoja. Jamani, hatuna sauti ndio tumechoka kiasi hicho. Sema mwaka wa maongezeko kwa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imani kama jicho. Ninapozungumzia imani kama jicho, maana yake jicho, kazi ya jicho ni kuona, si ndio? Tunafahamu kazi ya jicho ni kuona. Mtu kipofu hauwezi ukamwelezea ukamwambia hebu nielezee Chesko yukoje. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu kipofu hauwezi ukamwambia hebu nielezee Chesko yukoje. Lakini kwa mtu anayeona ukimuuliza Chesko ambaye amemwona Chesko yukoje, ana uwezo wa kumwelezea Chesko namna jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Biblia hapa leo tutajifunza kwa habari ya imani kama jicho. Ninapozungumzia imani kama jicho, maana yake kuna vitu ambavyo tutaviona ndani ya mwaka huu wa mwaka 2026 ambavyo tuna uhakika navyo vitatokea, ni ongezeko juu ya maisha yetu. Haleluya. Sema amen kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaviona vitu ambavyo vimeonekana katika ulimwengu wa roho. Hapa kwenye mstari wa 3 anasema kwa imani tunafahamu ya kwamba vitu vyote vilivyoumbwa vinavyoonekana viliumbwa kutokana na vitu visivyoonekana. Visivyoonekana kwa nini? Haina maana ya kuzungumza kwamba visivyoonekana kwa macho ya ndani. Anazungumzia visivyoonekana kwa macho ya nyama, lakini vinaonekana kwa macho ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unanyelewa hapa kwamba Mungu ameutanda mwaka kwa taji. Bwana Yesu asifiwe. Ameuweka mwaka kwa taji. Afu amedondoza unono ndani ya mwaka. Maana yake kumbe ongezeko tayari lilishaongezeka. Yaani Mungu hawezi tangaza kitu kabla yeye hajafika kwenye hicho kitu ambacho wewe unatarajia kufika. Si tunaelewa? Katika kitabu cha Ibrania anasema hivi, Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Maana yake tayari katika ulimwengu wa roho tayari Mungu alishapita. Sisi tunaishi katika ulimwengu wa mwili, lakini ni maisha ambayo Mungu tayari alishayaishi.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunavyotembea, tunavyopita, tunavyoona, tunavyotakiwa kuvipata vinatokana na nguvu ya imani. Haleluya. Haleluya. Na hakuna kitu ambacho kinakuza imani kama maombi. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa katika maombi, maana yake unakuwa na mawasiliano, uhusika wa karibu na Mungu wako. Nini maana ya kuwa na mawasiliano na Mungu wako? Maana yake ni nini? Umemhakikisha Mungu ya kwamba kile kitu ninachokihitaji kinapatikana kwa Mungu, na kama kitu kile kinapatikana kwa Mungu, sina mahali pengine popote ninaweza kukipata kile kitu isipokuwa ni kwa Mungu peke yake. Haleluya. Haleluya. Imani inaweza ikawa kama ujinga sometime, kwa sababu vitu vile ambavyo wewe unaviona hakuna mwingine anayeweza kuviona. Kitu kile ambacho wewe unakitazama, unakitazamia, unakitarajia, hakuna mwingine ambaye ana uwezo wa kukiona. Kwa sababu gani? Hicho kitu ni siri yako wewe na Mungu wako peke yako. Yusufu anawaambia ndugu zake ya kwamba nimeota ndoto, na hiyo ndoto nimeota ninyi mtanisujudia. Lakini ndugu zake walimuona kwamba ni mjinga. Hatuwezi tukamsujudia mdogo wakati wakubwa wapo. Kwa hiyo ni kitu ambacho yeye alishakiona tayari. Haleluya. Haleluya. Imani sio hisia. Naomba unielewe. Imani sio hisia. Imani ni kitu ambacho kina uhalisia, ambacho kipo. Isaya anasema hivi, tazama tumepewa mtoto. Tumepewa, neno tumepewa maana yake tayari limeshadhihirika. Unanielewa? Sio kama unanielewa. Neno tumepewa mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Maana yule mtoto tayari alishazaliwa. Tumepewa mtoto mwanamume. Ameshajua kwamba tumepewa mtoto, sio hisia ambazo zilikuwa zinampeleka. Naomba unielewe. Tupo kwenye hii kitu hapa ya maombi ya siku 28. Tunahitaji kupata maarifa ambayo maarifa hayo yatabadilisha mtazamo na fikra tulizonazo ya kwamba imani, na watu wengi wanaingia kwenye maombi wakiwa wamebeba nguvu ya hisia kuliko nguvu ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo imani ni vitu ambavyo ni dhahiri, vinadhihirika dhahiri. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo imani sio kitu cha kufikirika. Naomba unielewe. Unapoingia kwenye maombi, unaposema Bwana, wewe umesema, umeahidi ya kwamba utanipa kitu fulani. Sio kama unanielewa. Umeahidi ya kwamba utanipandisha na kuniinua juu na kuniketisha na wakuu. Manake tayari kuna mahali hicho kitu umekiona. Kuna sehemu hicho kitu umekiona. Kuna mahali ulipoona ukajua hichi kitu kipo, na kama kipo nimeahidiwa mimi. Haleluya. Sio hisia ambayo unaenda nayo pale, sio nguvu ya mawazo inayokupeleka hapo, ni ule mtazamo. Nisikilize, Mungu anapokuwekea duniani anakuwa amekupa picha, amekupa sura kamili ya nini utaenda kufanya. Haleluya. Haleluya. Kuna watu mtanielewa hapa. Kuna ndoto uliziota, kuna mfumo fulani au mawazo ulikuwa nayo tangu kabla hujafika hapo ulipo, alafu leo hii unaishi ndani ya zile ndoto ambazo ulikuwa nazo hapo kabla. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alishaweka picha ndani yako. Yaani kila mwanadamu anayo picha, na ndio maana katika maisha ya kiroho hauhitaji nguvu ya kuigilisha. Haleluya. Yaani ule uwezo wa kuigilisha uache, tafuta kitu ambacho ni cha kwako. Mungu sio dhalimu hata aseme uongo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ameshatoa ahadi ya kwamba kuna kitu ambacho watoto wangu wanatakiwa kutembea nacho, na hicho kitu nimehakikisha kipo ndani yao, lakini ni vile ambavyo wao wana mfumo gani wa kukiona. Unajua watu wengi wanaingia kwenye maombi ya muda mrefu, ndio,
Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipindi maombi yanapokata, hebu sema kipindi maombi yanapokata. Kipindi maombi yanapokata na wao wamekata kiroho. Sio kama unanyelewa. Sio kama unanyelewa. Sio sifa kububujika kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba unielewe. Sio sifa kuwa na nguvu kubwa sana ya kuomba sasa. Lakini kinachotakiwa nini? Maana ya maombi? Maombi manake ni kitu, inazaa kitu. Manake ni katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Biblia yako katika Agano Jipya na la Kale, kila mtu ambaye aliingia kwenye maombi alikuwa kuna kitu anakipika, alafu kile kitu kinazaliwa. Akitoka kwenye maombi vile vitu vinaongezeka. Ukisoma Yesu anasema alipopanda mlimani akashuka, watu wakapokea ishara na miujiza. Manake nguvu aliyoitoa mlimani kwenye maombi, alipotoka kwenye maombi alizalisha vitu. Kwa nini? Alikuwa na uhakika. Si Biblia imeshamwandikia ya kwamba tumepewa mtoto mwanamume na uwezo. Ndio maana kuna mahali wazazi wake wanapomtafuta, alipopotea pale, wanapomtafuta kumbe amemwacha hekaluni, wanapomkuta wanasema tumehangaika siku ya 3 hii sasa, tumekutafuta bila mafanikio. Akasema hamkujua yanipasa kukaa hekaluni mwa baba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini maana yake? Maana yake Mungu anachokitaka lazima wewe ujipate. Hebu sema nijipate. Sema nijipate. Bishop ametupa muda mzuri sana kuingia kwenye maombi ndani ya masaa 2.5. Haleluya. Ya mtu ya. Cha kwanza lazima uwe na uhakika na neno la ahadi ambalo Mungu amekuahidia. Biblia inasema ameitukuza ahadi kuliko jina lake yeye mwenyewe. Kama ameitukuza ahadi, hiyo ahadi unaanza kuitafuta ya kwamba ni ahadi gani ambayo mimi nimepewa. Sio kila ahadi ya kuifuata. Ahadi ya Mama Ruego sio ahadi ya Mwandemele. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tatizo walokole wengi tumebebwa na miemko na hisia ambazo tunaingia nazo mbele za Bwana. Sikia, unapoingia mbele za Bwana, unaposema Mungu nimekubali kuingia kwenye maombi, katika taswira ya kiroho wewe unaomba, lakini kuna vitu vingine umeomba pasina wewe kujua. Ni mahojiano kati ya wewe na Mungu. Hivi sijui kama utakuwa unanielewa. Paulo anaposema kadhalika sisi hatujui kuomba itupasavyo, bali Roho Mtakatifu uyasaidia madhaifu yetu. Kama unanielewa? Sio kama unanielewa. Anasaidia madhaifu. Kwa nini asaidia madhaifu? Manake tuna madhaifu mingi. Tuna vitu vingi ambavyo ni vidhaifu kwenye maisha yetu. Sasa Roho Mtakatifu yeye anajua picha halisi. Yeye si ni Mungu, anaielewa picha halisi ya kwamba Chesko anaitakiwa kukaa katika picha fulani. Sasa napoenda mbele za Baba, siendi kama yeye anavyotaka. Ninaenda kwa ile picha ambayo yeye hapo nayo. Sio kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia katika Biblia wote ambao wanaitwa magiants. Ukiangalia Elia ambaye alikuwa na imani kuliko watu wote. Mwangalie Elia. Ndio maana Paulo anasema hivi kwamba Elia na yeye alikuwa ni mwanadamu kama jinsi tulivyo sisi, si ndio? Lakini kwa nini yeye alikuwa na imani kali kuliko sisi? Ukija kutafuta huyu Elia alikuwa na imani kali. Kwa nini? Elia alikuwa na picha kamili tayari ya kwamba yeye ni nani. Hebu jiulize, mimi ni nani? Haleluya. Haleluya. Elia hakuanza kukaa magotini na kuanza kusema naomba Mungu niwe mfalme. Sio kama unanielewa. Sio kama unanielewa. Hakusema kwamba Mungu naomba na mimi niwe mfalme. Kuna akina Ahabu walishaweka kuwa wafalme. Kuna akina Yehoshafati walishaweka kuwa wafalme. Lakini kuna akina Elisha ambao wao ni akina nabii. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana barikiwe sana. Mungu amekupa kitu, amekupa picha. Unapoingia kwenye maombi lazima uende kwa target. Lazima ujue unapiga nini. Paulo anasema ingawa tunapiga, lakini sio kwamba tunapiga hewa. Tunajua kile tukipigacho. Unaingia mbele za Bwana, unamwambia Bwana, who am I? Mimi ni nani?
Haleluya, haleluya. Yeremia anapofikia kipindi ambacho Mungu sasa majira yamefika ya yeye kuitwa, Yeremia nini anakifanya? Anaanza kukataa, kwa sababu Yeremia baba yake alikuwa kuhani. Sasa Yeremia akajua na yeye atapita kwenye njia za ukuhani, lakini kumbe Mungu amemweka kwa namna nyingine. Ndio maana ukatokea ubishani, Mungu anataka ufanye hiki, wewe ufanye hichi. Ndio maana siku ile Bishop akatuelekeza ya kwamba kila mmoja akae kwenye nafasi yake. Nini lengo la kukaa kwenye nafasi? Kwenye nafasi yako ndipo ilipo baraka yako na ndipo yalipo maongezeko. Kwa hiyo ukirudi kwenye nafasi utaiona. Haleluya. Hivi unaelewa? Hebu jipige kichwa namna hii. Sema hivi, kichwa unaelewa? Haleluya. Huu ni mwaka ambao ni wa maongezeko. Hutakiwi kutembea kama ulivyotembea mwaka jana. Unajua mwaka jana tulitembea kwenye mafuta ya kuchipuka tena, si ndio? Si ndio? Unaposema nimechipuka, maanake kuna kitu ambacho kimechipuka kinatakiwa kuzaa. Unanielewa? Unapochukua mti unaupanda, mwaka wa kwanza unapotoa matunda kadhaa, manake mwaka wa pili utaongeza kiwango cha matawi. Bwana Yesu asifiwe. Kile kiwango cha matawi manake ni kiwango cha matunda kinaongezeka kwenye ule mti. Manake umeingia kwenye mwaka, ni kweli mwaka jana ulichipuka na ukachipuka na matunda, lakini mwaka huu lazima uchipuke na uongezeke katika kiwango cha matawi ulichokuwa nacho. Utoke kwenye fikra zile za udogo, anza kuwaza mambo makubwa. Sikiliza, hauwezi ukaangamizwa sio mpaka akuroge. Bwana Yesu asifiwe. Sio mpaka akuroge. Shetani ili akuangamize anajua kabisa wewe una nguvu ya maombi. Haleluya, haleluya. Yesu ametoka kwenye maombi. Ametoka wapi? Kwenye maombi. Siku 40. Sio kwamba anakula jioni, ni siku 40 kavu. Bwana Yesu asifiwe. Ile anashuka tu, yani anashuka tu kutoka kwenye maombi, ghafla anakutana na shetani, huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kushindana kiwango cha maarifa walichokuwa nacho. Hebu sema kiwango cha maarifa. Sema tena kiwango cha maarifa. Kiwango cha maarifa kinakufunua wewe jinsi ulivyo ndani. Ni kweli unafanya biashara ndogo, lakini je, katika hii biashara ninayoifanya ni kiwango gani ambacho ninatakiwa kutembea nacho ambacho wengine hawatembei nacho? Sitatembea kwa mfumo wa kuiga, natakiwa nitembee kwa taswira tofauti na mtazamo wa wengine. Nisikilize, Mungu hajafa na Mungu yupo hai, na yeye yupo leo na kesho pia. Kama maarifa katika ulimwengu yanaongezeka, hata yeye kuna maarifa ameandaa kwa ajili ya watu wake. Nisema tu ni uvivu wa sisi kwenda mbele za Bwana. Sio unaelewa? Kuna vitu ambavyo sisi tunatakiwa kupata, lakini hatuna mawasiliano mazuri na Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Biblia kuna mahali Yesu alikuwa anaenda na wanafunzi wake, lakini yeye akabaki nyuma kidogo. Wanafunzi wakatangulia mbele. Walipotangulia mbele, wale wanafunzi wakakutana na pepo. Wakakutana na mtu mwenye pepo. Walipokutana na mtu mwenye pepo, wakaanza kumwombea. Wakaanza kumwombea. Yule mtu ampegawa pepo pale, wanaanza kumwombea. Wanaanza kumwombea. Wanashangaa muda unaenda, wanaanza kumwombea. Wanashangaa muda unaenda, wanaanza kumwombea. Mbona kama huyu hana hata mtikisiko? Unajua wanamaombi tuko hapa. Kuna pepo lingine unakutana nalo, unaombea lakini halina hata yani hata kutikisika, hata ile labda kupiga mwayo hakuna, limeganda tu. Haleluya, haleluya. Ndipo wakarudi kwa Yesu. Baba, ile kitu imetushinda, tunaomba msaada wako. Alipokuja tu Yesu akakemea, pepo likatoka. Wakashangaa, mbona tunatembea na huyu na tumefundishwa, tumepewa mamlaka. Sikiliza, aliwapa kwanza mamlaka ya kutoa pepo.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alipowapa mamlaka ya kutoa pepo, walipokuwa na ile mamlaka ilikuwa ndani yao, wanapotoa pepo, lile pepo lilikataa kutoka. Yesu akaja kuwaambia, namna hii haitoki ila kwa kufunga na kusali. Nini maana ya kufunga na kusali? Maana yake kuna vitu ambavyo katika kufunga kuna kitu kinaitwa kunyamazisha akili ya kibinadamu, alafu inainuka akili ya kiungu ndani. Ili akili inaanza kuoperate, ina utawala mwili pamoja na roho, inaanza kutoa maarifa ya kwamba huyu pepo ni wa jinsia gani, ni wa namna gani. Ndio maana Yesu akasema kwa namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Nami nakwambia kwa jina la Yesu ali hai, kwa namna fulani ukitafuta Bwana utatoka hapo mahali ulipo kwa jina la Yesu ali hai. Kwa namna fulani utachomoka. Kikubwa umejua ya kwamba namna hii siwezi toka, ila kwa namna hii nitatoka kwa jina la Yesu. Mungu akupe hayo maarifa uweze kutoka hapo ulipo. Mwambie Bwana nibusi. Haleluya. 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 Si kama unanielewa. Sikiliza. Mungu kabla hajawafikisha wana wa Israeli Kanaani, ile process anawatoa Misri, anawapeleka Kanaani. Farao alikuwa ametulia kwa sababu alishaijua ramani na njia wanayoipitia, ya kwamba katika njia ili wavuke kuelekea kule wanakotakiwa kwenda lazima wapite kwenye bahari ya Shamu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa pale tutawakamata kwa sababu kwa kipindi hiki inaonekana kilikuwa ni kipindi ambacho meli zilikuwa hazipo. Watavukia nini? Sio kama unanielewa. Tuko pamoja. Tuko pamoja. Sasa wakaanza kuwawinda, kuwatafuta, wanakimbiza wale majeshi. Sasa wale wa Israeli wanafika pale, wanasema Musa, ina maana umetuleta hapa ili tufe? Sikiliza, ufahamu mdogo. Ndio maana nimekwambia kiwango cha maombi unachokiomba lazima uombe kwa target, ili ile target itakupa shabaha itakayokupeleka kwenye nguvu yenye kuzalisha vitu ndani. Wana wa Israeli wametoka kule Misri, wamemjua Bwana, wamekaa na Bwana, wamezungumza na Bwana, wamepewa maarifa na Bwana namna gani watatembea, lakini wanafika tu kwenye bahari, mioyo inakufa. Asifiwe. Hebu sema kwa namna hii tutatoka kwa jina la Yesu. Wanafika kwenye bahari, wanakutana pale na bahari iko mbele yao. Sasa hapana njia. Musa na yeye akafedheka kwa sababu ya yale maneno ya wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Alipofedheka Musa akarudi magotini pa Bwana, ya kwamba Mungu, ulisema tunatoka tunaenda kukutumikia huko, haukuniambia kama hapa nitakutana na bahari, naomba nipe nitafanya nini? Mungu akamwambia Musa, sio kwamba sikukwambia, ila haukuniuliza ya kwamba katika hii safari ninayoielekea nitafanya nini na nini ili niweze kupita. Akamuuliza, una nini mkononi mwako? Haleluya. Sijui kama unanielewa. Akasema nina fimbo. Akasema upige mwamba. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama unaielewa hiyo lugha. Maana yake kitafsiri ya kwamba Mungu alishaandaa picha. Right, kama Musa anapokaribia na bahari, yupo pale anakaribia na bahari, angerudi magotini mwa Bwana, angekaa vizuri na Bwana, akainasa ile picha, Mungu angempa maelekezo tayari ya kwamba hapa Musa, katika hii fimbo ulionayo, ukifika pale wala usihangaike, wewe piga bahari bahari itaachia na wewe mtapita. Kwa namna hii hatutatoboa, ila kwa namna hii tutapita kwa jina la Yesu ali hai. Biblia inasema wacha wa Misri waje, maana ninyi mtauona wokovu wa Bwana. Unapotoka mahali hapa, kiwango cha roho yako kisife wala kisipungue, bali ongeza uwezo, ongeza nguvu, jikaze, jifunge kibwebwe. Asema shetani, alo, umezuia njia, lakini kwa namna hii ninapita, kwa namna hii ninapita. Tayari maandiko yalishaeleza wazi wazi, kwa namna hii nitatoboa. Hebu sema kwa namna hii nitatoboa.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia ukisoma Mambo ya Nyakati wa Kwanza ile sura ya 4 na ule mstari wa 9 na wa 10, unakutana na mtu mmoja pale anaitwa Yabesi. Hebu sema anaitwa Yabesi. Yabesi alikuwa ni mtu ambaye Biblia inasema alipata heshima katika ndugu zake wote. Haleluya. Kwa nini ya heshima? Alipata heshima kwa sababu alikuwa ni mchaji wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yabesi akamlingana Bwana, akamuomba Bwana. Alipomuomba Bwana, ukisoma tafsiri ya neno, naomba nikusomee hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tafikiri kama watu wote tungetafuta hii Biblia ya neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni Biblia moja nzuri sana. Ina maarifa mengi sana. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yabesi, aliheshimiwa kuliko ndugu zake wote. Mama yake alimpa jina Yabesi kwa sababu alimzaa kwa maumivu. Mstari wa 10 anasema, lakini Yabesi alimuomba Mungu wa Israeli akasema, e Mungu nakusihi unibariki na kuipanua mipaka yangu. Mkono wako uwe pamoja nami na unilinde kutokana na jambo lolote ovu lisiniumize. Naye Mungu akamjalia Yabesi aliyoomba. Sikiza maombi haya ya majiant ambao wanajua nini wanachotakiwa kufanya. Yabesi alijua katika hii familia ni kweli nimepata heshima. Nimepata heshima kubwa sana. Lakini je, ni namna gani nitapita hapa kwenye heshima? Ni namna gani nitatoboa hapa? Ili heshima iendelee kudumu na iongezeke. Ni namna gani nitapita hapa? Biblia inasema Yabesi akamlingana Bwana. Akamtafuta Bwana, akautafuta uso wa Bwana. Alipoutafuta uso wa Bwana, huyu Yabesi akamwambia Bwana, kama utanibariki na kuipanua mipaka yangu na kuniongeza na kunilinda. Sikiliza, unapoomba usiombe tu Bwana nipanue mipaka yangu. Sikiliza ombi la Yabesi, anasema na unilinde na njia za uovu. Haleluya. Haleluya. Unajua iko hivi. Biblia inasema wala msimpe ibilisi nini? Wote tunajua hicho kifungu, si ndio? Wala msimpe ibilisi nafasi. Kikawaida shetani ana tabia ya kuitafuta nafasi ndani ya mwana wa Mungu. Shetani hana vitu, yeye alitupwa hapa duniani. Lakini katika kutupwa hapa duniani, shetani alikuwa na maarifa ya kimbingu. Shetani alikuwa ni kerubi mkuu mbinguni, alikuwa ni malaika mkuu wa sifa, alikuwa na elimu yote ya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana pale Yesu anawaambia Mungu wa ulimwengu huu ameupofusha ulimwengu wote. Kwa nini? Kwa sababu sikiliza, watu naoona wabaya sio kwamba ule ubaya ni wa kwao, wamegeuza kwa sababu walipewa kutenda mema, lakini yale mema ambao walipewa wamegeuza wakautumikia katika mabaya. Kwani waasi, nini maana ya muasi? Muasi alianza tu kuwa muasi. Bwana Yesu asifiwe. Muasi alianza kuwa muasi. Hawezi akawa muasi kama hajapitia jeshi. Si ndio? Si ndio? Lazima awe na maarifa ya kijeshi. Awe na maarifa, akapata maarifa kwamba hapa jeshi halijaenda sawa, nataka niasi. Si ndio? Maana yake ni nini? Ule uwezo ni sawa. Yaani kati ya mwanajeshi mimi pamoja na mwanajeshi Ibrahim, uwezo wetu ni nini? Ni sawa. Sasa mimi ninapofikia hatua ya kusema katika nchi hapana, ninatumia ule uwezo wangu tuliojifunza wote kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitu kinaitwa imani ni kitu ambacho katika ulimwengu wa roho wachawi. Naomba nisikilize kwa makini sana. Naomba unielewe kwa makini sana. Kitu ambacho tunapigwa sana kanisa la leo ni kwa sababu tumekosa umaarifa wa kimungu kati yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hapa kitendo cha hapa katikati, sisi ndio tupo hapa katikati. Upande huu na upande huu ni ulimwengu wa roho. Alafu sisi tupo hapa katikati. Alafu hapa mbele pana mlango unaotakiwa sisi tupite. Sasa huu mlango unahitaji nguvu ya kiroho ili kupush ule mlango uweze kufunguka. Nilikuwa namsikiza mtu mmoja alikuwa anatoa ushuhuda. Anasema hivi, alimkamata mchawi
Yule mchawi akaanza kujieleza siri zake zote. Yule mchawi alikuwa na kawaida anaingia siku 30 kwenye chumba kisichokuwa na kitu chochote. Anaingia akiwa uchi wa mnyama. Uchi wa mnyama. Siku 30 hali wala hanywe. Bwana Yesu asifiwe. Anakaa pale. Sijui anasema alikuwa anamuomba jini albadili. Sijui natoboa siri za watu hapa Haleluya. Haleluya. Anaomba jini albadili. Naomba nisaidie. Anaomba. Nisikilize, kanuni ya ulimwengu wa roho ni lazima uingie kwenye maombi. Ila shida tu ni vile ambavyo kuzimu imetambua siri iliyojificha kwenye maombi, kwa inaleta upinzani ya kwamba wewe fanya kazi, achana na maombi. Kuna siku moja Elia, kama anakumbuka, tulienda kwenye mahali fulani kwenye mkesi, amejaa, yuko ndani ya maombi. Kuna kimbwa kimoja kimekuja kinampushi, wewe bwana, muda huu ni muda wa sifa, toka. Elia alitamani ainuke amzabe kibao. Yaani alikopo mpiga magoti, lakini alitamani aluke na kofi. Kwa sababu gani? Afu kimesimama mbele kinasema, mimi utajiri huu niliopata ni kwa sababu nafanya kazi sana. Ninyi mtaomba sana. Tulichukia siku ile. Hata Roho Mtakatifu alikata. Nakumbuka, kama wanakumbuka deliverance tulienda kipindi kile. Hata Roho Mtakatifu alikata kwanza. Huyu mtu anataka tuzungumzie namna gani? Kwa namna hii sisi tuna namna yetu ambao wana wa Mungu tunatembea. Hakuna namna yenyewe utatoboa kama sio namna ya maombi peke yake. Hata Yesu mwenyewe ni Mungu 100%, lakini alikaa katika maombi akamlingana Bwana. Siri iliyojificha kwenye maombi ni kubwa isiyokuwa ya kawaida. Wewe nisikilize, mimi nimeshuhudia kwa macho yangu watu wa maombi wanavyolindwa. Nimeshuhudia. Siku moja, ni wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu ni wa namna gani? Wanaenda wanarudi. Ninavyozidi kutembea sasa, nimepigwa upofu. Hata kusema kwamba ni baki siwezi, kusema nirudi nilikotoka siwezi. Naendelea kwenda mbele. Nafika karibu na mlango wa kanisa, ndo ninakutana na jeshi kubwa la watu waliovaa mavazi meupe. Wanatoka na kuingia. Alafu nasikia sauti ya mtu analia. Alafu nasikia kuna watu wanaendelea na maombi. Nikasikia hii sauti ni sauti ya bishop, ila wanaendelea na maombi. Sikutambua ni akina nani. Nikaingia ndani. Nilichokikuta mule, haleluya. Maana kicho nifanya niingie haraka ni kwa sababu sina mimi ni mhudumu. Kama kuna maombi na mimi niingie, nikafanya nini? Nikashughulikie kuomba. Nakutana na jamaa watatu. Bishop amekaa katikati. Ninyi naomba niwaambie, kama mumfahamu huyu mama, haleluya, 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 simsifii, lakini kitu ninachokizungumza nimekihakikisha. Sijasimuliwa na mtu. Mimi katika vitu sipendagi ni unafiki. Haleluya. Nimemkuta bishop amekaa kwenye madhabahu, yupo katikati, analia isivyokuwa kawaida. Pembeni amezingirwa na malaika isivyokuwa kawaida. Watu wengi wamejaza kanisa. Kilicho nifanya nijikuta nimepiga magoti na kusujudu mbele pale. Sikuweza kupata nguvu ya kuinua mkono wangu nikaseme nikamwombe. No, we utamwombea mtu analindwa na mamilioni ya watu? Haleluya. Haleluya. Tangia hapo nilijua aliye na mafuta ya kunizidi mimi sitaweza kumwekea mkono kamwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kila kitu kilinipa imani kwamba kumbe katika vitu tunavifanya sio kwamba tunafanya vitu ambavyo havipo, ni vitu ambavyo vina uhalisia. Kuna Mungu akikufungua macho katika ulimwengu wa roho, utaiona picha ambayo wewe haukuiona hapo kabla. Utaanza kuitafuta ile picha ya kwamba Bwana, nipe picha hii, nataka nipite hapa, nataka niende hapa, nataka niinuke hapa, nataka niongezeke hapa. Hivi umewahi muuliza Mungu kwamba natakiwa niongezeke wapi? Natakiwa niongezeke wapi? Kuna siku moja kabla sijajua, yani sitaki uchungaji, nilikuwa na goma. Wanakumbuka kipindi kile nilikuwa na goma kitu kinaitwa uchungaji. Mpaka siku moja tulikuwa na ibada ya come together kwa kina Mage. Ndio ile siku nikashangaa, niko tu kawaida, nipo nomo, nikaacha na kuvaa suti.
kwa maana sitaki nini? Uchungaji. Lakini kila nikipita, Bwana asifiwe mchungaji. Kila nikipita, Bwana asifiwe mchungaji. Ndio nilikuwa nasimama mimi kwenye ile come together. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kuna siku moja kabla ya hapo, kuna siku moja tulikuwa kwenye maombi. Yale maombi tulikuwa tuna kikundi kinaitwa Heroes Champion of Gospel. Tulikuwa kwenye maombi ya usiku. Tupo na prophet pale. Nakumbuka kama sijui atakuwa nakumbuka. Tulikuwa wawili tu kwenye maombi yale. Bwana Yesu asifiwe. Wakati nipo kwenye yale maombi, nikazamishwa ghafla. Nikawa nimeingia, kuna mahali nikakutana na vile vijumba fulani hivi vya kimizimu. Vile vinakuwa vya duara vile. Alafu linatoka lijitu limoja likubwa lina mapembe. Ninaliangalia mimi na ufupi wangu lakini nikajikuta mkononi nimeshika upanga wa moto, nikalifyeka lile lijitu. Baadaye nikachukuliwa, nikapelekwa eneo moja, ni kama poli la misitu ya mianzi. Tunafahamu mianzi eh? Ile mianzi imetengeneza kama njia kama hivi, alafu pembeni imeshonana hivi juu. Nimesimama mwanzoni mwa njia. Niliposimama pale mwanzoni mwa njia, ghafla kufumba na kufumbua, naona ile njia inaanza kutoka, inakuwa ni njia ya dhahabu. Ni njia nzuri ya dhahabu. Mimi sio kama nimeikanyaga kwenye hiyo njia. Sijaikanyaga, ila niko hapa. Yaani kama kuna mstari umenitenganisha na ile njia. Pembeni ninakutana na uzuri usiokuwa kawaida. Ile mianzi inabadilika, inakuwa yani huwezi elezea. Mimi siyajuagi madini, naye juaga ni dhahabu pamoja na almasi peke yake. Haya mengine mimi siyajui. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni nzuri isivyokuwa kawaida, ikashona juu. Alafu akawa anatokea mtu ana mavazi meupe, huwezi muelezea kwa jinsi alivyo. Anatokea yule mtu, akakaribiana na mimi, akaninyoshea mkono. Aliponinyoshea mkono yule mtu, mimi nikanyosha mkono kwamba anishike. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumenyosha mkono hivi, yani hata vidole havijagusana. Nikajikuta ndoto inafutika. Sio ndoto, maono yakafutika pale pale. Nilijisikia vibaya. Katika vitu unajisikia vibaya ni hivyo. Yani hujakanyaga hata kwenye njia, hujafika hata kwenye njia. Kwa kile kitu kikalipa mzigo ndani ya kwamba Bwana, hapana, kwamba unaniita basi nikubali kuitika. Nikaanza kuwekewa picha ndani ya kwamba kuna kitu ambacho Mungu anatakiwa nifanye, lakini kwa nini mimi sijafika hapo? Ina maana kuna kasoro. Nikaanza kuitafuta ile picha, nikaanza kumwambia Bwana, hebu nipe maelekezo Bwana, hebu niambie ninatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo kitu kinaitwa imani ndani ya jicho. Imani kama jicho ndani ya mwaka wa ongezeko, lazima uwe na kitu ambacho umekiona kitakuwa na manufaa kwenye maisha yako. Usiombe kama wengine, usilie kama wengine, usitoe kama wengine, bali toa kulingana na kile Bwana ametaka wewe ufanye. Ndio maana watu wengi tunapigwa kiroho, kwa sababu tunalala kama wengine, tunaamka kama wengine, tunaomba kama wengine, tunatafuta kama wengine, tunaenda kama wengine, tunatembea kama wengine. Kubali kuwa tofauti. Yabesi alikubali kuwa tofauti, akamlingana Bwana, hakwenda kwa ndugu zake, alimlingana Bwana. Usitafute watu, utafute Bwana. Usitafute chochote, tafuta Bwana. Sikiliza. Kama si Bwana aliyetutoa, sisi tungeitwa kina nani? Mimi nakumbuka baba yangu aliniambia kitu kimoja. Mimi wakati huu tumeishi na furukuta ndani. Akaniambia, nimekataa shule. Siwaambii wanafunzi mlioko hapa mkatae shule. Bwana Yesu asifiwe. Mimi akaniambia, usipotaka shule utaishia kuwa mikokoteni. Hapa Uyole. Hivi mzazi wako anakuambia hivyo? Huyo ni baba. Mimi ndio maana huwa sipendi kumnafikia mtu, kwa sababu najua nilikotoka.
hata hapa nilipofika ni mkono sana wewe kuvijua kwamba kama sio Bwana anayetakiwa kupigania, hakuna wezaye kukutetea. Mwanadamu atakupigania lakini atachoka. Mwanadamu atakusaidia, aliyokusaidia utayakuta kwa watu wengine, lakini Bwana yeye ni wa wote, lakini ni wa mtu mmoja mmoja. Hata kama ni wa wewe, hata kama ni wa mimi, nitakayomuomba mimi hata kuambia wewe, ataenda atanisaidia, ataficha siri yangu. Akichafisha siri yangu ataniinua, itakuwa ni siri yangu mimi na Bwana. Mtafute Bwana kwenye engo yako, wala usitafute watu wa kuone. Achana na imani za watu ya kwamba natafuta Mungu ili watu wanione. No, utachelewa sana. Ndani ya mwaka ongezeko, kipubize na maisha yako, usishughulike na maisha ya wengine. Tafuta kona yako, mtafute Bwana. Hey! Achana na hivi vitu vya kukaa makundi makundi. Unasema huu mwaka kuna mtu fulani tutaona kama atatoboa. Msijue mtu huyo ya kwamba anatetewa na Bwana, anapiganiwa na Bwana. Mutasema musemavyo, lakini Bwana akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Iwe ni maneno hapana, iwe ni njaa hapana, iwe ni shida hapana, iwe ni magonjwa na vitu vingine, lakini Bwana akiwa upande wangu, ni nani aliye juu yangu? Hakuna aliye juu yangu. Watanitenga, Bwana atanikaribisha kwake. Watanikimbia, Bwana atanikimbilia. Wataniacha, Bwana atanirudia. Watanichosha, Bwana atanibeba mgongoni. Hata wangetuma magonjwa, amesema magonjwa hayatakupata wewe. Ninakuombea ndani ya mwaka ongezeko, hiyo pesa utaipata, haitaishia kwenye magonjwa. Itamjengea Bwana, itamjengea Bwana kwa jina la Yesu ali hai. Ninakuombea nguvu ya Bwana isimame, inue imani yako, ifumbue jicho lako liweze kuona. Sema anapokea kwa jina la Yesu ali hai. Sikiliza, sipendi kufanana na watu. Hakuna kitu kwenye maisha yangu kinanipaga uchungu kama mtu aniambie ninakufananisha na fulani. Haleluya. Hakuna kitu nachukia kama kufanana na watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize, ukitaka kuwa mtu wa tofauti, hebu jitahidi kutokuwa na watu ambao utafanana nao. Na kikawaida na principle za ulimwengu wa roho na wa kimwili, utakapokuwa na rafiki fulani, hauwezi ukasema ninatofautiana na huyu. Hata watu wakikuuliza tabia zako na tabia zake mbona zinafanana, hauwezi ukajitetea. Maana yake katika ulimwengu wa roho, mkiambatana lazima mtafanana. Ukitembea na mwizi, angalia ulimwengu wa giza ulivyochukua nafasi. Kuna kakripu moja kali dogo moja akasema hivi, eti wanasema ukiwa unatembea na mwizi utakuwa mwizi, lakini mbona ukitembea na tajiri au tajiri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nilijiuliza sana kweli kale kaswali, nikaswali kana mantiki sana. Kama unatembea na mwizi utakuwa mwizi, si ndio? Ukiwa na msengenyaji utakuwa msengenyaji. Kuna kipindi cha hapo katikati, kuna rafiki yangu nilikuwa naye, halo, mkikaa hivi, yani yeye ni kuwasema watu mpaka naona jikuta umeingia kwenye hiyo tabia ya kufanya nini, ya kuwasema watu. Na nikwambie, hakuna nguvu inanyonya nguvu ya maombi kama nguvu kubwa ya masengenyo. Ni kitu ambacho ni kibaya isivyokuwa kawaida. Kinafyonza kiroho chako chote, kinaharibu, kwa sababu ile nguvu ya maneno. Kikawaida neno katika ulimwengu wa roho lina maana kubwa sana. Kwa hiyo unapokuwa unamsengenya mtu, maana yake unasema bwana mkubwa shetani, mimi na wewe sasa ni mapatina. Kwa hiyo tunaingia kwenye kazi moja ya kumharibia Mungu watu wake. Tunamchomoa mtu huyu wa Mungu, tunampeleka kuzimu kwa jina la Yesu. Ndani ya mwaka ongezeko, usiwe na hiyo tabia, bali ukamsaidie Bwana, ukamtetee Bwana aliye ndani ya watu wake.
wake kwa jina la Yesu ali hai. Ambatana na watu ambao watakubusti kimaombi, watakubusti. Mwaka nikwambie, yani tafuta watu walio na nguvu kubwa ya maombi, wanaomlingana Bwana, wanaomtafuta Bwana, maisha yao ni ya Bwana, wanakaa na Bwana. Usitafute watu wa sampo yako, wewe utakwama tu. Wewe unaenda kwa mtu ambaye hana uwezo na wewe. Mimi nakumbuka kamanda anapofika Shalom, huyo hapa anaelewa yeye mwenyewe. Kuna kipindi tulikuwa tunavutana sivyokuwa kawaida. Yaani mimi nipo chini ananiinua niwe juu, na yeye yupo chini tunainuana tuwe juu. Kwa sababu gani? Kuna kiwango ambacho umefika cha kuinuana, na nguvu iliyo ndani yako ina uwezo kumuinua mwingine. Usikae na watu ambao watakuwa na wewe katika mabaya, bali kaa na watu ambao watakuwa na wewe katika mema na kujenga ufalme wa mbingu. Haleluya, haleluya. Sikiliza, unatakiwa kuwa na jicho la kuona. Unatakiwa kufungua macho na kuweza kuona nini kinachotakiwa kutembea katika ulimwengu wa roho. Ukiwa kipofu hauwezi elewa kinachoendelea. Kuna kipindi hapa katikati nilipita, sioti cha ndoto, sioni chochote, neno haliji kichwani, naingia kwenye maombi na mlingana Bwana, lakini sioni chochote cha matokeo ya aina yoyote. Naanza kurudi kwa toba mbele za Mungu. Amba Mungu, kuna kitu gani? Kuna jambo gani? Mimi nitakufa. Haleluya. Na unakufa kweli, nikwambie. Yani wewe umpige shetani kwa kipigo kikubwa, yani kile kipigo heavy kabisa, akakimbia akajifungia chumbani kwake kuzimu, alafu wewe useme leo nimemwacha Bwana, ninaacha nguvu ya maombi. Wewe akirudi hapo, pepo amtokapo mtu huenda mahali pasipokuwa na maji. Akikosa hapo mahali, anarudi pale nyumbani kwake. Anaporudi nyumbani kwake, anakuta nyumba imesafishwa, haingii humo ndani, anaenda kualika wenzake 7 walio wabaya zaidi, na yeye 8 wanaingia hapo. Yesu anakiri, anasema mwenyewe hali ya mtu huyo itakuwa mbaya kuliko ya mwanzo. Wewe ni pepo kama mapepo mengine. Kwa hiyo wewe hujaingia kanisani kwanza kuomba unachokitaka wewe, unaingia kanisani eti nani anaomba kama anavyoomba Chesko. Ni marufuku. Wewe ni pepo kama macho, maana yake na wewe upo kwenye hilo level. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona unamuona mtu makosa yake, maana yake hilo kosa linaishi ndani yako. Lakini kama utaona mtu kosa lake alafu unamsuka katika ulimwengu wa roho, hapo utakuwa ni mwaka wa maongezeko usiokuwa na upinzani. Bwana atakuongeza kwa viwango visivyokuwa vya kawaida. Mungu atakuongeza maradufu. Ndio maana ya ongezeko. Usikae na vitu kama uchoyo. Uchoyo ni mbaya. Uchoyo ni hatari. Uchoyo ni dhambi, tena dhambi kubwa. Unaweza ukamuua mtu na njaa kwa sababu ya vitu. Mama yangu alikopa anakataza sisi, kuna kipindi fulani tulikuwa tunakula ugali, tumbo michezo imekuwa mingi, ugali tumeacha. Muda kuosha vyombo tumetupa. Akikukuta sasa Mama Chesko mimi ana kelele. Na mimi hakuna kitu sipendi kama kelele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa akipiga kelele moja hapo mpaka majirani huko wanasikia, Chesko amemwaga ugali leo. Lakini alikuwa anatukataza ni kwa sielewe. Bwana Yesu asifiwe. Usile kivyako. Usitafute kivyako. Tafuta kwa ajili ya Bwana. Fanya kwa ajili ya Bwana. Kuwa na imani kwamba Mungu, imani ulionipa naomba niongeze. Hivi umewahi kuwa na maombi ya kusema Mungu nailinda imani? Umeifunga kwa ajili ya imani yako? Bwana Yesu asifiwe. Umeifunga na kuomba kwa ajili ya kulinda imani? Wana wa Mungu, nani hapa naomba kwa uaminifu tunyosha mkono kama leo hii nafunga na kuomba kwa ajili ya kulinda imani? Naomba tunyosha mkono kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili ni kosa ambalo ni kubwa isivyokuwa kawaida. Unatakiwa kuwa na, ndio maana sisi sio waombaji. Hebu naomba nielewe, sisi sio waombaji.
Kuna watu walikuwa wanaomba wewe acha kabisa. Biblia inapokuambia Elia alipoifunga mvua, ni kweli alifunga kwa urahisi sana, lakini anapoifungulia mvua alifungulia kwa magoti mengi sana. Anapoingia kwenye magoti anamtuma Elisha, nenda kimbia, hebu kaangalie kule mlimani, je, wingu limetokea? Anasema hapana Bwana. Anarudi tena magotini, anaomba mpaka mara ya 7. Anapoliona wingu kama kiganja, ndipo anasema nimeliona wingu. Anakimbia, nenda kamwambie Ahabu ya kwamba ajitandike, mvua inaanza kunyesha, ajiandalie vitu vya kujifunika. Hiyo ni imani ambayo sio kwa kawaida. Unatakiwa kuwa muombaji. Kuna vitu vingi ambavyo vitatoka, ila wewe ukiwa muombaji kwa namna hii unaweza ukatoboa. Biblia inasema, wangu wengi wanasema hivi, omba nawe utapewa, si ndio? Tafuta. Ndio maana jamani, tunatakiwa kujua vitu vingine. Hebu jitahidi kujua hata karuga kidogo. Haleluya. Si mkubwa mnazo, lakini mnashinda TikTok. Wadada nyinyi mnashinda TikTok. Tafuteni hata Biblia za Kiingereza kwa hizo simu zenu. Mitandao hii itakuja kuharibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mimi nimegundua, nimefuatilia kitu kwenye mitandao. Kwenye mitandao kuna kitu kinaitwa ni roho ile kwenye mitandao. Hebu fuatilia kitu. Kwa mfano siku hiyo una furaha, ukatamani ufuatilie vichekesho. Vitakavyokuja TikTok ni vichekesho tu. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Kila ukifungulia ni vichekesho. Ukisema mahubiri, kwani sisi tunatafuta mahubiri? Mimi siwasachigi watu, ila nawatafuta nini? Wahubiri. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa lazima uwe na kitu ambacho kinasaidia, kitakusaidia. Simu yako hiyo madhabahu, nyumba yako hiyo madhabahu, kila mahali pale ni madhabahu, moyo wako uwe ni madhabahu, kila kona hiyo ni madhabahu. Biblia inasema kwenye tafsiri ya Kiingereza kwamba ask and keep on asking. Haleluya. Omba na uendelee kufanya nini? Kuomba. Sio ukome. Utapewa kama utakoma, kwa sababu uaminifu wa kwako unatakiwa ufike kiwango cha 200% mbele za Mungu, sio 100% tena. Kwa hiyo lazima ukae magotini mwa Bwana, uendelee kumwambia Bwana ya kwamba Bwana, jana nilikuomba na leo tena narudi kuomba, na leo tena naingia kwenye maombi. Ninakutaka Bwana, wewe pamoja na nguvu zako. Utaiona nguvu isiyo kwa kawaida ikisuka ndani yako, inaleta matokeo, kwa sababu kunena kwa lugha sio shida, ila shida ni kwamba una matokeo ya kunena kwa lugha, kwa sababu kunena kwa lugha ni kweli unajenga mahusiano na Mungu wako, lakini hatujui mahusiano hayo. Tunapokuona unanena kwa lugha, tunachotarajia ni kwamba matokeo yanaonekana kwa viwango vikubwa, kwa sababu nguvu ndio inayomata, hakuna chengine kinachomata. Wale watu walikaa pale, walikaa kwenye maombi, wakasema Bwana, tunasubiria ahadi ile uliyosema itakuwa siku za mwisho, nitaijaza nyumba yangu Roho Mtakatifu. Baba, tuko hapa, tumejifungia hapa, tunahitaji nguvu yako ikajae hapa. Wakajaa nguvu, wakapokea uwezo. Sikiliza, unaposema na nena kwa lugha, ni tafsiri ya kwamba sisi tunajua wewe unayo nguvu. Manake mapepo yatakimbia kwako, wachawi watakimbia kwako. Na ukikaa, ngoja nikupe ushuhuda wa mwisho alafu tuingie. Utaingia kuomba kwa dakika chache sana. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nilikaa mahali fulani, nilikuwa na watumishi fulani hivyo wawili. Tumekaa kama ile pembe tatu. Tumekaa tunapiga story mchana. Tumepiga story. Baadaye tumemaliza, kila mtu akaenda kwake. Tukujua kilichoendelea pale. Usiku nimelala, naoneshwa ile picha ilikuja kama tulivyokaa mchana. Bwana Yesu asifiwe. Imekuja picha ile. Alafu pale kila mtu alipokaa, upande ule na upande huu kwangu, kuna watu walijitokeza kama mita 5 kutoka kila mtu aliko pale. Umeona nani ameona majini hapa? Ainyeshe mkono. Abaya na majini live. Ubarikiwe sana mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi nimeshuhudia jini, sio kwa macho ya rohoni, ni kwa macho ya nyama kabisa. Haleluya. Haleluya. Kama una imani,
usipende sana kusema napiga wachawi, napiga siku wakikutokea. Haleluya, haleluya. Utatamani utage lakini hautataga. Bwana Yesu asifiwe. Niliona kuna mtu fulani ni mkubwa, jitu fulani linajaa, limejaa midamu, linatiririka midamu, alafu lina kwato kama za ng'ombe namna hii. Zinakuja kila mtu alikokaa upande wake, lakini ile wanatusogelea kutukaribia, ghafla tulipokaa walibuka watu wakubwa isivyokuwa kawaida, wakubwa kuliko wale ambao niliwaona. Wameshika mipanga ya moto namna hii, ni majeshi. Wale watu, yale mapepo yalikimbia, alafu sisi hatukujua lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ninakupa mfano, manake kwenye biashara unayoifanya lazima uwe na jicho la kiroho litakalo kuonesha kwamba je, unafanya biashara ya kuuza nyanya au unauza mawe. Manake wachawi katika ulimwengu wa roho wana mchezo mbaya isivyokuwa kawaida. Mungu akikufunulia macho, natamani mwana Shalom uwe na jicho la kuona katika vitu ambavyo ni hatari sana katika mwaka wa ongezeko. Ni pale utaongezeka, na nisikilize, shetani naye amejua kwamba huu ni mwaka wa ongezeko kwa watu wake. Kama ametambua ni mwaka wa ongezeko, na yeye atakuletea mkate, atakuletea jiwe, kwamba hili jiwe ni sawa na kile ulichokiomba. Kwa hiyo utapokea, hautajua kwamba kimetokana na nani. Lakini kama Mungu akikupa jicho la kuweza kuona hii kitu inatokana na nini, atakupa na namna yake ya kuweza kufanya. Kwa jina la Yesu ninamwombea mtu mmoja, macho yaliyofungwa yakafunguliwe, macho yaliyofungwa yakafunguliwe, ukapate kuona. Kwa jina la Yesu aliye hai, simama mahali ulipo.